oye! Oye! Ukuda oye! Oye! Asante sana. Mimi nilioko mbele yenu mwenyekiti wa kijiji hiki, katibu wa kijiji hiki cha Ukuda. Nataka sitaongea mengi sana, lakini nitamkaribisha mwenyekiti aweze kufungua kikao hiki kuendelea na mada hii. Kijiji cha Ukuda oye! Oye! Kijiji cha Ukuda oye! Oye! Asanteni ndugu wananchi, nimewaita hapa. Kuna mada mbili. Moja kuhusu kijiji changu, kinahisiwa sana kwamba kuna wezi wanafugwa na kadhalika, na mada ya pili ya kufunga kikao ni ya kupanga mapato na matumizi. Asanteni, karibu. Sema haya yote nimefungua kikao. Jana. Asante ndugu mwenyekiti, kwa sababu haiwezekani hiki kijiji hiki watu. Kaa chini bana. Sasa nikae chini vipi? Heshimu kikao. Heshimu kikao vipi? Kaa chini, umeambiwa heshimu kikao. Wewe ukae. Kaa chini. Okay bro, kae. Sawa, haina shida. Kaa chini. Asante mwenyekiti. Sasa mimi nilikuwa na mada kwamba hapa kijijini mimi nimeibiwa mahindi na wewe umewaacha wezi na wewe inawezekana ni mwizi. Ndio mwizi. Haiwezekani. Mada yangu ni hiyo. Najua kijana, nataka niwaambie nyinyi wananchi, kama mwizi anayemfuga ananiambia mimi namfuga mwizi. Wezi mimi siwatambui. Kama unawatambua wezi, kwa nini usiwalete hapa kwenye kijiji hiki na wananchi wote wangemuona? Asante mwenyekiti. Mwenyekiti, huyu mjumbe aliokana na matatizo, kwa sababu haiwezekaniki akwambie wewe mwizi. Kwa sababu mwenyekiti wewe unashirikiana na wezi. Wewe mwizi na maana mwenyekiti. Muangalie wewe kijana. Mimi nakaa chini. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuongea, lakini mwenyekiti hautendi haki kabisa. Kuna wengine unaona bwana, wanaongea kwamba ni ile unawafumbia macho ya kwamba in short iko vipi mwenyekiti? Hii ni demokrasia. Nini maana ya kikao? Umeitisha kikao mwenyekiti, kila mtu aongee, awe na uhuru wa kuongea, si ndio jamani? Ndio Sasa wewe mwenyekiti unawakataza watu wasiongee. Nini maana ya kikao? Basi tuondoke zetu. Tunaachana na huko. Mwenyekiti, wewe wezi unawajua. Tumekuletea ile malalamiko nyumbani kwako karibuni mara 15 nzima. Wewe hili swala unalifumbia macho. Hakuna mwizi aliyekamatwa hata mmoja. Kitu ambacho nile sio sawa na sio haki hiyo. Wananchi tunaumia mwenyekiti. Sio sawa. Unasemaje ndugu? Ndio. Sio sawa kabisa hilo swala. Sio vizuri. Sema kweli unakosea mwenyekiti. Kaa chini, nimekuelewa. Ana sasa mambo yake. Mwenyekiti, mambo mengine inabidi tuangalie. Kama huyu mjumbe hakuhitajika kwa mwenyekiti amkanushe mwenzake, mjumbe mwenzake. Kwa nini anamkanusha? Mimi nasemaje mwenyekiti? Yaani tukikutazama macho kwa macho kuna vitu ambavyo vinajionyesha. Kabisa ndio. Wewe kuna watu ambao unawapendelea. Tukizungumza sisi kina Bure unatuambia kwamba kaa chini. Wakizungumza kina fulani utasikia. Mara inatosha, kaa chini. Unaona? Sasa mwenyekiti ni kaa chini wakati kaa chini. Sawa. Sije tukatutia migambo wengine tunasudi mbaya. Ndugu wananchi, mimi nataka kuambia hivi. Hiki kijiji hiki cha Ukuda hakifugi wezi. Kwa nini? Kwa hiyo kama wezi mnawafuga nyinyi wazazi huko nyumbani kwenu, natakiwa mkae na familia zenu muweze kuwajenga, muangalie nani mwenye mtoto wake ambaye mwizi. Mimi kwenye kijiji changu hakuna wezi. Kwa nini? Kijiji hiki haiwezekani kwa sababu hapana. Hapa hamna wezi. Kijiji gani?
Mwenyekiti, hapa mimi nimeibiwa mifugo yangu. Mifugo tena? Ndiyo, nimeibiwa mifugo yangu. Lini? Nimeibiwa usiku. Na usiku saa ngapi? Sielewi, maki nimeamka nimekuta mifugo yangu imeibiwa. Mifugo tena? Ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe 30. Sasa naomba hela. Sasa hela mwenyekiti, hela sasa za nini? Kwa sababu hii kazi tutufanye kwa haraka zaidi ili mifugo yako iweze kukamatwa, yani ikutwe mapema. Tukichelewa mama, ndipo mifugo inazidi kuelekea. Mwenyekiti, naomba mimi nisaidie. Nikusaidieje? Kukusaidia ndio hilo, toa hela ya muhuri. Shilingi ngapi? 5,000. Mwenyekiti. Alafu na lingine naomba hela ya niweze kupata mgambo. Mwenyekiti, hiyo ni kazi yenu. Hela ya muhuri nimetoa. Hela tena mgambo nitoe mimi tena. Kweli mwenyekiti? Serikali mama, ndio hivyo. Mimi ninapozungumza serikali kukusaidia kwake ndio huko inakusaidia. Sasa unapozidi kuchelewa kutoa hiyo pesa, manake mifugo hatutambui mpaka sasa hivi kama iko sehemu gani. Mwisho sije kama tufanya shasha mama, tuweze kufanikisha hiyo mipango. Sawa mwenyekiti. Kwa hiyo unanitupia hela? Mimi nishachanganyikiwa tayari na mifugo yangu. Sasa kwa nini unanitupia hela? Chika basi hela yako kama unaona vipi. Chukua. Kigwaru, kitu gani ulichokifanya Kigwaru? Mbona unanizalilisha hapa kijijini bwana Kigwaru? Mimi nimewaamini nyie vijana, fanyeni biashara nje tofauti na hapa Kigwaru. Sasa upumbavu gani unaofanya huu? Sasa leo ona ili mjanga ilipotokea Kigwaru. Kitu gani unachonifanyia Kigwaru? Si upumbavu tu. Sasa mwenyekiti, nimetoka hapa na mzigo vizuri, nikajua naongozana na wenzangu. Nimefika hapa wenzangu ashatangulia, nimemkuta bosi chapu. Nimeamua niondoke naye niende kuongea naye biashara. Nimeongea naye biashara, ghafla yule mdada akafika hapa nikajua dalali. Ni ghafla kaondoka. Sasa Kigwaru ulichokifanya unaona sasa kitu gani kitakachofanyika hapa? Zidi ya kudhalilishana. Nishakueleza Kigwaru kwamba ujinga kama mimi siutaki. Biashara tukeiba hapa tunaenda kufanyia nje huko. Kijiji cha mbali. Ili tusipate sasa kama hivi tunafanyaje yule mdada. Kwa hiyo sasa nakupa kazi mwenyewe. Mwende pale yule dada mfanye chochote kile kinachowezekana ili kusudi asifike sehemu ngazi za juu. Na kueleza hilo bwana Kigwaru. Bwana Kigwaru, mimi sina la kukusaidia zidi ya kwenda yule mdada, mtaenda nyinyi wenyewe mkamfanya chochote yule mdada. Mimi sihusiki na hiyo kesi. Mimi sina la kukusaidia zidi ya nyinyi mwende mkamfuate yule mdada, mkamfanye chochote mnachokiweza ili asifike ngazi kuu za serikali. Kigwaru, mimi nakueleza hilo ndio neno langu la msingi.
Umeona bwana? Ndio maana mimi sikile kwa mwenyekiti nikanyanyuka ili nitoe hoja kwamba na sisi tuanze kulima bangi. Hilo ndio jambo la msingi kwa maana kwamba litaleta maendeleo katika kijiji. Kuguna kwake huku ndo kumempa ujeuri mwenyekiti. Bangi sasa hivi ndio kilimo chenyewe. Mbona wengine wanafanya yao afu mwenyekiti anapuuzia? Bangi zipo zinalimwa. Tulime hata katika uwanja. Tulime bangi. Angalia nalo linakatisha tu. Mke zuri ila jizi. Unajishtukia. Niko jikoni. Ikishachemka inaitivishe. Wewe hivi tu msandambu wa muda wote anatikisa kama ana mbele wala nyuma kama kitumbua tu. Tofali nakwambia vigimbi vimekukomaa. Kama unafyatua tofali vile. Utawatangaza. Hasa nyinyi ndugu zangu mnakubalianaje na haya mambo yanayoendelea kuiba ya kijijini? Yaani yanaiba mpaka basi. Sasa unajua bwana Kingoi, katika vitu mimi nilikuwa simuaminiki kuongea point. Leo kaongea point. Kwa sababu leo ndio nimeongea point leo. Haiwezekani kwa sababu unajua nini? Mwenyekiti hili swala lazima atakuwa amekula. Ndio. Atakuwa amekula. Hili swala atakuwa analijua. Analijua ndio. Kwa sababu haiwezekani hiki kijiji ndio kinaleta maendeleo kwa vijiji vingine. Lakini leo hili tatizo limetokea kwetu. Haya vijiji vingine vinatufikiriaje? Unajua wewe Kibwenda, muda mwingine kwanza nilikuwa nakuona kabisa kwamba wewe sio mfuatiliaji mzuri wa mwenyekiti. Lakini sasa hivi nagundua kwamba wewe mfuatiliaji mzuri wa mwenyekiti. Na mpaka umegundua madhaifu. Na ukimwangalia yule mwenyekiti, ukimwangalia vizuri, kuna vitu unavigundua tena ukimwangalia macho kwa macho. Macho kwa macho. Mwenyekiti unaona kabisa kuna udhaifu anao. Kabisa. Au unasemaje Mangu? Yaani hivyo kama yani hamjakosea kabisa. Ina maana mwenyekiti kichwa cha alafu mwenyekiti anile na wale watoto lao hii. Moja. Ushafahamu? Yule mwenyekiti atakuwa anawatuma. Sasa katika hilo mimi nina wazo. Sawa? Tena mnanionaga siku zote kwamba bure mawazo yako ya bure. Sasa isiwe kwamba hai mada naitoa bure. Hii iwe na faida. Mada ya faida. Na Faida. Wote tuseme faida. Faida hii inachosema wale wakiiba hawezi akakurupuka ati wakauze. Toko uongo. Hawezi akaenda kuuza moja kwa moja. Uongo. Wale wakiiba itakuwa kuna sehemu anaficha. Sawa? Wakati wanaficha, wanatafuta soko, sisi tunawanyatia hatua kwa hatua. Tunachukua, tunahamisha. Huo sasa utata. Jamaa sasa tujipendi. Alafu wewe, mimi nakwambia huo utata. Wewe una matatizo. Amesema matatizo kwa sababu haiwezekani. Hivi wale unawajua vizuri wale? Ni kweli kabisa. Yaani wewe ndugu yangu. Huyu jamaa anaongea point. Mimi nataka niongee kitu kimoja. Sawa, kweli tunawafuatilia lakini tuna moyo. Sasa wewe mimi ni moyo lote hili wewe. Gusa baba, gusa. Unaona sasa hata mimi ni moyo lipo hapa. Ina maana sasa tunaanza kufuatilia kwamba hatuogopi. Anakuwa nao pamoja. Ushafahamu? Kwa hiyo yani hapa msingi la kufanya ni wale wanapoenda kufanya nini kuiba. Sio wanaficha. Ndio wakificha wale. Na sisi nyatu. Kwa hiyo nyinyi mnasema mwenyekiti ni mwizi. Sasa kwa nini sio mwizi na kati na watetea wezi? Wewe ushakuona mtu kupeleka mashtaka pale umeibiwa mahindi yako. Ulishawahi kuona mwenyekiti karania kwamba nile kawa hukumu? Ukasikia wewe ina maana tuamba waleli. Uoga wa nini? Si unataka maendeleo? Maendeleo ndo hayo. Tukiwatia hasara watakuwa nagombana wenyewe kwa wenyewe. Matokeo yake kundi sambalatika. Yaani jamaa hapo wenyewe anaongea point kweli. Hiyo point hiyo yenyewe. Tunahamisha. Yaani mnaongea point. Angalia vivuruge, watavurugana. Watakuwa mbaya wewe. Mbaya.
Sasa ina maana sasa tulichoongea hapa ni cha hapa hapa, hamna mtu kutangaza. Cha hapa hapa. Sasa hapa kipatikana chawa anaenda kutangaza. Sasa wewe tatizo lake na wewe muda mwingine ukizipigaga nani liko moli unajifungaga. Tunaanza kusema kwamba tumechukua vya wizi, tumewaibia na sisi wewe unakupiga ni baba. Mimi hamna kabisa. Mimi mbona siwezi kusema. Hapo wanangu nimewakubali. Jamani, haraka nyinyi, haraka. Sasa ndo hayo mambo hayo. Mtu akionekana mimi simo. Mambo yenyewe mpaka tuje tuonekane. Siweke hapa, weka hapo, weka hapo. Hapo wewe. Nao wenye mbao nao tena hao. Mkionekana sisi hatumo. Twende ndani kingo hili. Sasa sintonekana. Sasa utabomoa nyumba. Sasa njoni kwanza ukunje. Njoni kwanza tupangile mpango. Hapa mimi na wasiwasi na Kingoi. Kingoi akiutika tu mambo azali anasema. Unasemaje wewe? Sasa wewe usitake kunitibua mambo yangu. Wewe mimi nilimwampea nani? Sasa wewe kwa nini wewe ukipigaga komoni mdomo wako unakuwa hauna hekima? Alafu nyinyi msinichanganya, mmenibebesha mampao, alafu mnidhulumu sasa mtaona. Sasa mambo yake, unaona? Unaona huyu akiutwika lazima aseme. Sasa tunasemaje? Umesikia? Kwanza nyanyuka bwana. Sasa na wewe tusikilizane. Wewe uliniona mimi nasema unamwambia nani? Na safari hii Kingoi ukilosa lolote ile ukiwa unaongea ile peleche la kwako safari. La kwangu. Kwani sio la kwenu na nyinyi? Na nini? Na nani? Unaona sasa mambo yake, unaona? Wapi sasa? Kwa hiyo tumesema kwamba sisi tunakudhulumu. Zuma na sisi wapi na wapi? Sasa juzi ile nini anaongea pale? Bwana sikilizeni. Kuna mipango tumepanga. Mimi nakwambia vipi? Wewe ukiongea mdomo wako lile hapati kitu Kingoi. Na akitaka mkuta la kwake. Mimi sikubeba. Sasa kwenye pombe jana juzi alikuwa anasema kwamba kuna mipango tumepanga. Mipango kwa nini unatoa siri? Mampao yanawasha alafu mnanibebesha mampao. Sasa unaona sasa huyu Kingoi atakuja kusema huyu. Ukisema sasa mimi niseme utasema nitamwambia nani? Kingoi sikiliza ndugu yangu. Hii issue ni secret afu wale watu wewe unawajua. Sio unielewa bana. Kwa hiyo yani ile ukiongea tu lelelele la kwako ili msala wewe utakutupia wewe. Ukinidhulumu yani ukinidhulumu. Sasa ndio tupige mahesabu kwanza. Tuje kupiga tujue kabisa. Sisi ziko mbili huko. Kingoi hapa upate kitu. Sasa nyinyi mtagana kwenye mbao huko. Mbao? Oa vipi? Mzigo kwa? Mzigo hamna mwanangu, kachukua nani pale? Nyinyi mlioka wapi? Chanari bana wauliza. Mzigo tulifika hapo, kachukua nani? Kachukua nani? Mnaukika kachukua nani pa mzigo? Sijaona. Hao ndio wenyewe mmechukua, mnazunguka mimi malaki. Hapana. Hapo unajua? Wewe kiongozi. Nani hayupo hapo? Nani hayupo? Choga si una mwenzake nani yule? Shori yule. Oya kiongozi. Hapo hapa. Elezeni vizuri halo. Elezeni vizuri. Sawa? Nani hayupo umesema? Choga hayupo. Kwa hiyo maana kachukua yeye. Atakuwa kachukua yeye, kachukua yeye. Nani? Hao ndio watakuwa wamechukua ambao wamechelewa kufika hapa. Elezeni vizuri wajomba. Elezeni vizuri wewe. Kachukua Chugwe. Uhakika ndio unao wewe. Ndio asilimia. Na wewe kachukua nani? Mimi blaza sielewi aliyochukua mzigo nani. Auelewi wewe? Mimi sielewi. Sasa kama nimeweka mimi wenzako wanaosema asuka beba chiku simfuate huyo anaosema kabeba chiku mzigo ule. Wewe? Mimi sijui blaza. Wewe? Mimi sielewi baba. Wewe? Sijui. Wewe ndio msaka chukua Chugu. Chugu ndio yupo wapi sasa? Atuelewe kama yuko hapa ndio amechukua. Na ndani? Na wewe nani? Wanaosema akachukua Chugu alimuona?
Au uhakika sio nao ukionaga hivyo? Gani sasa? Wewe mzigo umeona? Ukionaga mzigo si ndo kasema? Kasema yeye. Yeye anatokea uhakika. Wewe ndo mzigo umeona kachukua. Wako wapi hapa wenzetu? Wako. Kwa hiyo umeshawaona mzigo wamechukua? Wewe ndio wamechukua kwa sababu wewe mmoja wapo ulikuwepo. Hapa ndo wapo. Nataka tujue mrejesho kachukua nani? Si ndo kakwambia kama mimi nauliza na mimi nimeuliza nyinyi. Nyinyi ndio umesema kwamba nyinyi si ndio mnaenda kuweka? Nyinyi si ndio mnaenda kuweka? Ongeeni ukweli wenu, ongea ukweli. Aliona kuja nimkunje mtu hapa. Chukue huyo muende naye. Anawaambia mashtaka kachukua mtu fulani ondoka naye. Tumtafute huyo anamsema yeye. Wapi hapa? Yule anamtaka ndio tumtafute yeye anamsema. Anayemsema huyo. Huyo nayo. Ongoza. Sasa katuonyeshe. Yuko wapi wala afika yuko wapi? Mimi sijui. Kwa sababu wewe unajua. Huyu ndo anajua anakanika. Huyu ndo anajua. Mpaka tuonyeshe. Kwa sababu huyu ndio uhakika nao. Angalia mara huyu ana uhakika. Wewe unajua? Mimi sijui. Wala ujue. Mimi tayari nini sasa? Mimi sielewi. Dogo yuko kitu. Dogo mpaka sisi tunaona kama sasa hajafika. Dogo mpaka sasa hajafika hapa. Tuseme kwa nyumbani. Sasa dogo hayupo. Hajafika hapa sasa hivi. Dogo hayupo hajafika. Yuko wapi sasa? Hajafika bado. Hapa hayupo. Yaani mageto haya. Ndio ulisema kaiba tumsikilizie. Tumsikilizie labda ndio akaja. Tumsikilizie muda mfupi. Tumsikilizie. Tutakuwa mchongo wote sasa. Sielewi tumsikilizie. Oh nani? Oh mwanangu wewe. Mzigo uko wapi babu? Mzigo gani? Mzigo uko wapi? Mzigo gani? Mzigo kutoka polini uko wapi babu? Oh. Mzigo uko wapi mwanangu? Mzigo gani? Mzigo uko wapi ulioficha polini? Mimi sielewi. Si ulikuwa niinuke nikuelekeze. Nielekeze nini sasa mwanangu mzigo umepotea? Si ulikuwa nikuelekeze sasa. Unielekeze nini kuna kunielekeza mwanangu mzigo uko wapi? Taja mzigo. Niache bwana niinuke. Inuka mwanangu mzigo uko wapi? Eleza basi mzigo uko wapi? Chap unataka chap. Oa. Eleza mzigo ulipo. Na kazi yetu tunayofanya unaijua au si? Hapa nilipo hapa nimetoka na yule choga yule. Ile kuingia tu kwenda kufuata ule mzigo wa bangi ile kilo 100 tulivyoficha pale. Gafa wazee wa poti wameingia pale. Na mwenyewe choga alikimbilia njia yake kapigwa risasi. Sasa leo sio ameshakamatwa au la. Unasema nini wewe? Ndio hivyo choga kaishakamatwa. Hapa sielewi tunafanya nini. Kama choga kaishakamatwa. Yaani ndio mfeli hii senzi. Wale jamaa wezi, yani wezi kishenzi yani. Tunawazembea. Kingoi wewe uelewi kitu. Ndio maana hujui Kingoi. Sasa sijui nini. Wale siku moja kupiga ngome piga moja. Fungua. Habari na kwa imeisha. Imeisha habari yao. Tulieni. Hapo. Sijafunga kweli, akiamka hapo sijafunga nyumbani bado. Baba. Mimi nimetulia. Wewe mwanaume kushinda sisi? Nimetulia. Max si wezi, si ndio? Wewe, nani alisema mwizi? Anasema kwamba si wale wezi. Wewe, mla mwingine masikio yako naye asikie vizuri, Mimi nimesema anaongea kama hilo. Piga magoti. Unataka kufanya? Kichula. Hivyo. Kinyume. Hivyo kinyume. Hivyo kichula kinyume. Nimeruka. Unabisha? Kaa chini. Lala kabisa hivyo. Lala. Unabuluzika hapo. Alafu utaenda kuambia ndugu zako. Mimi naomba niwaambie kitu kimoja. Unajua?
Unajua kuna watu nyinyi kijiji wanalombaya nyinyi. Umeona? Kwanza nyinyi au msemu vizuri. Kuiba kweli mnaiba, lakini watu sisi tunaiba sisi? Mimi nakosea. Maana sisi wezi, si ndio? Tena wewe ndio kasema, wewe yule mwizi na mwenyekiti wake wale wezi. Wewe muongo. Mimi muongo mimi. Hamna. Mimi muongo. Hamna wale waongo. Mwenyekiti anaiba, anaweza kaiba kweli mwenyekiti. Katika kijiji na mamlaka yake. Anaongoza raia yake vizuri. Ngoja niseme kitu kimoja. Mwanangu 5 hizi hapa hizi. Hizo. Unajua? Kuna watu wanalombaya. Eti wewe unaona kabisa mwenyekiti alivyokuwa na maendeleo na anavyopenda maendeleo ya kijiji na anawaruhusu mfanye kuzungumza na yule. Ukitaka kuzungumza nini unakaa chini. Mimi unakaa chini kabisa. Nyinyi umesikia? Kuiba kwenu mnaiba vizuri, mna watu ili mnawafundisha, unaona waibu muibe, mnavafilisi vile fujo vinavyotoka katika kijiji chetu na kinachangamka kijiji chetu. Unyi wazuri. Yaani siku zote wizi ndio unavyoiba siku zote maendeleo yanaenda. Oya, nyewezi. Nyie mimi nilijua kabisa kwamba nyinyi kwanza nyinyi mikwala nyangu mtaiweza. Kuja Sasa ina maana Bule, ina maana tulivyomwambia atusubiri, ina maana katusubiri pale pale au inakuaje? Unajua wewe, mimi nawaambia yule Bule yule wamemfanya kitu yule. Haiwezekani kabisa. Bule! Wewe Bule! Njoo sisi. Ni nyinyi? Njoo sisi njoo. Semani macho kwa macho. Macho kwa macho. Njoo Bule ni sisi. Usalama upo. Bule. Bwana Bule. Sasa wewe. Bule mimi nawaambia kuna kitu wamefanywa. Kabisa. Hata kukaa na shindwa. Bule wamekufanya nini? Wamekufanya nini? Ongea. Kwa nini mnalazimisha kitu cha kijinga Mimi nimefanyajwa. Mlazimisha kwamba Bule, nani umefanywa nini? Sema umefanywa nini? Mimi nataka niseme kitu kimoja, sawa? Yaani naona kabisa kwamba maisha ya Bule saizi yanaisha jela yale. Yaani nimeua. Kwa sababu pale kwanza alivyonizunguka, umeona? Mmoja akawa amenishika. Akanambia kaka, tunaomba bwana mambo haya yaishe. Nikamwambia aishaje nyinyi wakati wenyewe wezi. Bule, mshipa shinga ukaenda ukapinda. Wakati napinda anadondoka chini. Niko na kitu kinashuka mwanga. Ukaenda katika mgongo wake, nikasema huyu utakuwa Zilaili. Nikachukua viatu vangu taratibu. Nikamwangalia, nikasema hii itakuwa kesi. Bora nikimbie. Kwa nini nakimbia pale basi baba? Tuseme sasa roho ya watu sijui nini na nini. Wewe Bule umeua wewe. Uue wewe. Mimi Bule naruka. Yaani wewe Bule huwezi kuua. Piga ngumi moja. Wewe unatujasia bwana si Bule wewe. Muongo. Wewe muongo. Bule wewe umeua. Yaani wewe sisi marafiki zako. Kwanza tumetoka mbali. Ungetuambia umefanywa nini? Eti sangetuambia. Huyu bwana kuna kitu tu amemfanya huyu. Niseme mara ngapi? Niseme nimemwaibia asili. Kwamba ndugu zangu mkiona kwamba Migambo ananifuata hapa anakuja kunifunga kamba mimi. Kitu umefanywa unashindwa kutuambia. Umefanywa nini kwani usiongee? Wewe unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Kwa hiyo mimi kuna kitu cha siri ambacho nakificha mimi nimefanywa, si ndio? Ndio umefanywa. Wewe kuna kitu umefanywa lakini hutaki kutuambia. Kwa nini si wenzako? Sasa hivi nimeshagundua kwamba nyinyi sasa hivi kwamba amuniamini. Bule kabisa. Mimi nimekuona pale Bule. Umelazwa chini. Huyu kuna kitu tu amemfanya. Kabisa Bule tuambie. Wamekufanya wewe. Sasa kwamba mimi wamenifanya basi siri gani mnataka? Sasa wewe Bule. Nimesema nimeua. Wewe Bule pale wewe tulipokuacha. Wamekufanya nini?
Amuniamini. Sio kama hatukuamini bure. Wewe hujaumia sehemu yoyote. Sasa nitaumiaje wakati nina nguvu zangu mimi nimekwambia nimemfungua moja. Sasa mimi ninavyoua watakuwa na nguvu, wewe nguvu kwenye kifo kuna nguvu. Lile jitu kama tembo wewe umeliweza wewe. Kitanganye wewe wamekufanya. Sawa. Sasa tubaki na wewe ambao mnawamaanisha nini wao? Watufanye ni mwafanye. Sikiliza bure. Wao wamekufanya nini tuambie kweli. Sikiliza kwanza bure. Daule mimi nimekuona pale wamekupigisha mchaka. Umeenda hivi umerudi. Kwa hiyo hujaenda wewe. Muongea ulichofanya. Wewe mimi siwezi kwa mjinga kwa kupigisha sababu. Sasa mimi tutakutana ghetto. Ghetto wapi? Tutakutana. Ila makao mimi jela ananihusu. Jela kwa sababu nimeua. Hakuna mtu asiyojua. Wenzao ndio familia yao wale wezi wote wanajua mimi nimeua. Nimeua mimi wewe. Nimeua. Ukweli wa nini nimeua? Mnataka ukweli gani? Unafiki tu. Siku hizi mmekuwa mikia afisi. Shikamoo mwenyekiti. Hapa hakuna cha salamu, hakuna cha salamu mwenyekiti. Kwa sababu ili jambo linaoendelea hapa wewe unalijua. Haiwezekani kijiji hiki ndio kinawaleta maendeleo kwa vijiji vingine. Umeona? Vijiji vingine wakituangalia sisi ndio waga wanachukua ustaarabu kwetu, lakini cha kushangaza leo hii matendo yanayotokea kwenye kijiji chetu ni mabaya. Watu wameanza kuiba, watu wameanza kuwabebea sio majumla nini, wanaiba kondoo, wanaiba nini, lakini wewe umelikalia kimya kwa sababu unalijua hili swala, lakini amelikausha tu kimya. Kuna watu kwenye kikao wakitoa hoja wanapigwa makofi, lakini sisi tutoe hoja tunapigwa makofi? Hapana. Kwenye kikao cha juzi umeona tumetoa hoja kwamba na sisi tuanze kulima bangi, limepitika? Amekataa. Ina maana sisi tukitoa hoja tunakataliwa, lakini wale watoe wengine wanakubaliwa. Kwa nini? Ina maana ukimkubalia mwizi na wewe ni nani? Mwizi. Kakataa. Alikataa, hajakubali. Alafu huyu mwenyekiti mimi nimekuja nimemwambia watu wanaiba hapa, lakini mwenyekiti anielewe. Unaona sasa mambo hayo? Sasa mimi nasemaje mwenyekiti? Sawa. Wewe mwenyekiti unawajua vizuri tu. Kabisa. Kwa sababu watu tukileta malalamiko utazitia wewe kwenda mbele. Katika mikutano tukichangia hoja sisi tukisimama utasikia wewe funga mdomo wako. Unaona sasa? Wale wezi wale wakiongea makofi mengi. Ina maana ukimtetea mwizi ni nani? Mwizi. Hivi nyie vijana, nyinyi mko mna akili timamu au mnavuta bangi? Sasa wewe tungekuwa tumechanganyikiwa hapa tungekuja kwa. Tusingekuja. Sikiliza mwenyekiti. Yaani ukiona mpaka sisi tunafika hapa tunalalamika hivi, yani ile tunaongea maana ile kwa uchungu imezidi, hali mbaya sasa hivi. Huyu juzi kaibiwa mahindi yake. Tumeleta malalamiko hapa, wewe umelifumbia macho umekaa kimya kama ulijui vile. Nasema vijana mimi silitambui. Kama nalitambua hao watu naomba mniletee. Weka wazi. Kwa nini mnaniletea majungu ambayo sikuwa na maana? Wewe mwenyekiti. Wewe mwenyekiti, muogope Mungu wewe. Wewe si wajui kweli wewe. Alafu wewe sikiliza, mtazame macho yake mwenyekiti. Wewe si wajui baba wewe. Wewe bwana kama namjua wewe ndamjuaje mimi? Wewe unawajua bwana, unawajua ambao unawajua. Wewe ndio unayemjua ulioleta taarifa hapa kwangu, wewe ndio unayemjua. Wewe mwenyekiti hapa kuja malalamiko hapa. Kijiji changu mimi sijawahi kupata taarifa ya mwizi. Huyu ni mwizi. Vijana mnaleta dharau. Umesikia? Hata mmekuja kunitukana. Umesikia? Mnanitambua lakini tunakujua ndio mwenyekiti. Mnanijua nilivyo? Ndio wewe mwenyekiti. Subiri. Mangulu, Kibwenda, Kikoi,
Unajua mimi jana usiku najua ndugu zangu mlikuwa mnanishangaa na mnaniitaga mkaniita mlalavi. Sawa. Kwanza tusameane kwa mateke ambayo niliwarusha usiku. Lakini nilikuwa kwenye ndoto mzito sana, na ndoto hiyo niliyoyota ni ndoto ya maendeleo kwetu sisi, na kwenu pia, eti kwa kwenu pia, na kwa na kijiji pia. Kwamba nimeota ndoto ya maendeleo. Unaona? Yaani nilikuwa naota katika kijiji, nikawa najiuliza katika kijiji. Baada ya kuwaza nikafikiria, katika kuwaza nikasema, hiki katika kijiji kuna nani kweli anawe. Sasa wewe mbona unatuchanganya sasa? Sasa wewe ulikuwa unawaza, ulikuwa unaota? Nilikuwa nawaza. Yaani sisi tumekaa hapa tunatega masikio yetu yani ile. Sasa unaona mambo yake nani? Unasikia wewe bwana Kibwena wewe. Yaani huyu mimi nawampiaga siku zote, huyu hana akili huyu. Bora useme wewe. Jina lenye bure, alafu anatupa nini hapo? Ngoja tusikilize mada yake. Nisikilizeni mada yangu inapoelekea. Mawazo yangu mimi ni baada ya kufikiria nikajua kabisa kwamba hivi kweli mwenyekiti anaweza akaruhusu migambo wawafuatilie wezi? Nikasema hapana. Hilo sasa neno kidogo hapo baba umeongea. Kwa hiyo sasa wewe ulitakaje hapo? Sasa katika kufikiria nikasema wewe sikiliza, yule mwenyekiti yule ni mwizi. Huyu itakuwa kautwika na kaamka nazo zile za usiku. Wewe Kingoi, mbona mimi unakuwa mtu wa kunipinga mada zangu? Sasa ndio tusemaje? Wewe ni ndoto au unasema nini? Nimesema mawazo yangu, sawa? Kwamba mwenyekiti hawezi kuwaruhusu migambo wafuatilie wezi kwa sababu wezi ni wake. Kwa hiyo sasa naombeni ndugu zangu tukitetea kijiji cha Ukuda. Katika kutetea kwetu sisi katika kijiji cha Ukuda, sisi tutoe sadaka. Nini? Umeona sasa mada zake huyu? Ina maana mada zingine za kuongelea hamna. Ina maana sisi tutoe sadaka tena. Wagamba wanafanya nini katika kijiji? Sikilizeni kwanza. Sasa nyinyi kwanza mnaogopa nini? Mbona kawaida kabisa. Yaani huyu anachosema moja kwa moja ya kwamba sisi ndio tuwe kipaumbele vijana, tuwakabili wale. Ina maana Mangulu na wewe umekubaliana huyu? Ina maana mmeungana? Yaani wazo lake zuri. Yaani wewe bonge. Yaani huyu mwenye mandevu huyu, mimi nikajua ataongea point. Kumbe ndo hamna kitu kabisa. Hivi wewe blouse na skirt unaweza ukafananisha? Kibwena, nisikilize rafiki yangu. Nisikilize. Yaani kwamba hawezi kutoka mzee yoyote katika kijiji akaweza kuwasimamisha wale watu. Sisi tujitoe sadaka. Kibwena nani? Kikoi. Ina maana wewe unakubaliana na swala? Yaani huyu mwenye munene huyu mimi nikajua ataongea point. Angalia ndevu tafikiri sisimize na lamba sukari. Unamwanza nini? Akikuzibua hapa unaanza kulia. Sasa mmeanza mambo yenu. Niache kuchunga ng'ombe wangu niende nikajitolee. Sinichanganye kabisa. Wewe unasemaje? Hapa kidogo mimi ina maana sasa mmeanza kunishawishi. Ina maana jambo mliloniambia kidogo akili na sati ina maana ina cross nani ina focus, umeona? Sasa ina maana sasa hapa mmeanza kunishawishi mjue. Sasa mimi mwenyewe naingia nakubali. Kwa hiyo wao nakubaliana nao. Tumeungana. Sasa wewe tuone utacheza na nani? Utacheza na nani? Na mimi tuone sasa maziwa atawapa nani? Sasa wewe nani? Kingoye. Ngosha maziwa. Acha bwana nani mambo hayo bwana. Sasa sisi tutakunywa tu maziwa. Basi na mimi nitawemo. Sasa mambo si hayo. Ukaamka nazo zile za jana. Sasa vijana nimewaita hapa. Lengo kuu kwamba mnachoiba hivi vidogo vidogo, mahindi, vikuku, havileti maana. Hapa kikubwa ni kuiba ng'ombe, mbuzi hadi matrekta. Ndio hivyo vitu vyenye pesa. Lakini hivi vitu vidogo vidogo mnavyoiba hivi vinatuletea aibu. Hata mtashindwa jinsi ya kuwasaidia vijana tukiharibika hii. Sawa. Mwenyekiti, hata sisi tulikuwa tuna lengo sana la kuiba vitu hivi tunavyosema wewe, kwa sababu ni njaa zetu ambazo zinasababisha mimi sisi tunaiba mahindi, tunaiba mpunga, vitu vidogo vidogo. Hiyo ni njaa. Lakini tutabadilisha mfumo, sasa hivi tutakuwa tunaiba vitu vikubwa vikubwa. Kama ni ng'ombe, mbuzi. Najua hawa hata tukiwapeleka mnadani tutapata hela kwa haraka. Na hela nzuri, nyingi. Kuliko mahindi debe yenyewe shilingi 2000.
Sawa, nahisi vijana mmenielewa. Ndio. Ila kuweni makini. Nawatakia kazi njema. Asante. Tayari. Maliza kabisa. Washa kabisa. Leta mafuta hata, leta mafuta hata. Leta mafuta. Hata petroli leta. Wewe ndio mafuta ya petroli. Toka mtani. Hebu nenda mafuta ya petroli. Wai mwanangu huko.
Piga huyu. Kamata huyu wewe. Eneo. Niliwaambia mkija kutoka sasa maziwa yangu. Maziwa baba utayakuta wangu atakuwa nani? Nenda nyumbani wote sisi kazi wote. Kingoi, mbona mwacha utani bwana, si wenzako bwana. Kingoi, tufanyie hivyo Kingoi. Bado mmelazimisha. Kila alikataa kazi mbona tangu muda mmemlazimisha. Bado mmelazimisha. Kingoi, acha utani bwana, si wenzako bwana, amka bwana. Kingoi, ng'ombe wale. Kingoi ng'ombe. Kingoi baba, usituache. Usituache sisi baba, usituache. Kingoi, sasa kazi hataki. Kwani tulimlazimisha? Wewe ndio ulilazimisha. Wewe ulilazimisha. Alisema. Kingoi baba. Kazi tumemaliza baba. Kijiji zako Kingoi. Kijiji cha ukuna mambo yataisha Kingoi. Yameisha. Kingoi.